Ni dalili gani ambazo zitakuonyesha kwamba kicho unachokifanya ndio kusudi ambalo Mungu amelikuitia duniani? Kuna dalili utaziona kwamba unachokifanya hicho ndicho ambacho Mungu amekuitia duniani. Dalili ya kwanza ni kukataliwa. Watu wanapokuwa wameanza kukataa kwamba hapana, hilo eneo sio sahihi na hauwezi. Ukiona unafanya jambo na watu wanakukataa, maana yake kumbuka hilo eneo ni sahihi ambalo Mungu amekuitia. Unachotakiwa kufanya unapokataliwa na watu, usikate tamaa, endelea kufanya, kwa sababu wewe sio mtu wa kwanza kukataliwa. Walikataliwa wengi sana na wamefikia malengo makubwa sana. Kwa hiyo kukataliwa ni dalili ya kwanza kabisa ambayo inakuonyesha kwamba hilo eneo ni eneo ambalo Mungu alikuitia duniani kulifanya. Endelea kulifanya ili uweze kukomboa ulimwengu huu. Lakini dalili ya pili ambayo inakuonyesha kwamba hili ni eneo ambalo Mungu amekuitia ni kupigwa vita. Yaani watu kukuambia, yani kukupiga vita urudi nyuma. Utagundua kwamba unapoanza jambo kuna watu watakwenda kukataa, watakuwa wanasema maneno ya kurudisha nyuma, ete kukushitaki kwamba unavunja sheria, aidha kwamba pengine kusema kwamba wewe unasumbuka tu, kuharibu vile vitu ambavyo vinaweza kukusaidia, kukuchonganisha na wazazi, kukuchonganisha na marafiki. Kwa hiyo ukiona unapigwa vita sana, jua kitu unachokifanya hicho ni kitu ambacho Mungu amekuitia, ila watu hawataki ukitimize. Maana yake shetani anachotaka kukifanya ni kuwainua watu ushindwe kutimiza. Kumbuka lengo la shetani ni kutoa kile kitu ambacho Mungu alikiweka ndani yako na kukitumia. Kwa hiyo unaweza kukifanya ukiona kama watu wanainuka, sio wao, bali kuna nguvu upande wa pili ambao inainua hao watu ili kuweza kurudisha nyuma. Na shetani ana kanuni moja, kama hatakuzuia kufanya jambo fulani, basi atakuchelewesha kutimiza jambo hilo. Kwa hiyo unachotaka kufanya ni kuendelea kufanya na zaidi. Kumbuka Mungu alimwambia Habakuki akasema kwamba iandike njozi yako ili iweze kusomeka kama maji, iwe wazi. Japokuwa hiyo njozi itachelewa, lakini itafanya nini? Itatimia. Kwa hiyo hautaki kuacha kufanya, endelea kufanya zaidi, utaweza kufika mbali sana. Lakini dalili nyingine ya pili ya tatu ni kufurahi katika moyo wako. Unachokuwa ukifanya unafurahi. Watu wengine wanaona kama ni cha kijinga, lakini ndani yako wewe unaona ni kama usipofanya utakosa amani, na ukifanya unapata raha. Kumbuka kwamba hilo ni eneo ambalo Mungu alikuitia. Na ukitaka kuona kama hilo ni eneo sahihi, ni kwamba ni pale ambapo unafanya, unapoona wewe ni kwako ni furaha, wengine wanaona kama unapoteza muda. Maana kumbuka hilo eneo ndio eneo ambalo Mungu alikuitia kuja kulifanya duniani. Lakini njia nyingine ambayo inaweza ikaonyesha kwamba hilo eneo ni eneo ambalo Mungu alikuitia duniani ni ule urahisi wa kufanya. Yaani unafanya, yani hauchoki. Ni kwako unafanya. Kuna mtu akijaribu kufanya ana struggle, lakini wewe ukifanya unafanya kwa wakati. Kumbuka maana yake Mungu anakuonyesha kwamba hilo ndilo hicho ndicho Mungu amekuweka ndani yako kuja kuitimiza ulimwenguni. Kumbuka samaki yeye aliumbwa kuishi majini. Kwa hiyo samaki ili kusudi yake litimie ni lazima afanye nini? Aishi majini. Lakini vile vile kumbuka ndege aliumbwa kuruka angani. Kwa hiyo ili kusudi lake litimie ni kuruka wapi? Angani, na kwake yeye sio kazi. Lakini wewe ukisema uruke angani hauwezi, kwa sababu hilo eneo sio eneo lako. Kwa ukiona kitu nakifanya huku unafanya hauchoki, kumbuka hilo ni eneo ambalo Mungu alikuitia duniani. Lakini ukiona kuna kitu unafanya, lakini ukikaa katika hali ya kawaida hauoni future mbele, yaani unaona kama kuna giza mbele, hilo eneo Mungu amekuita. Kwa sababu gani? Maana yake mbele anataka ukivuka pale mbele kuna matokeo makubwa sana. Hizo ni baadhi ya dalili ambazo unaweza ukazitumia kuweza kujua kwamba umeitwa kufanya nini. Ukiona hayo hayatokea, maana yake ni kwamba hilo eneo sio eneo lako, kwa sababu hauwezi ukaanza jambo papo kwa papo ukakubaliwa na watu. Maana yake hilo eneo hapana. Hizo sio eneo ambalo Mungu amekuitia. Sijajua wewe unafanya kitu gani na ni vitu gani ambavyo unavipitia, unakataliwa, unadharauliwa, wewe au unavyokuwa unafanya, watu wengine wanakuonaje? Mimi nakushauri tu usiache kufanya, kwa sababu wewe sio mtu wa kwanza kupitia hayo maumivu. Watu wengi walipitia na walifika level za juu. See you at next level.